kuwakilisha RS Berkane katika uwanja huu majira saa 10 kamili za jioni. Timu nzima ya Ayoma Media tuko hapa. Mimi ni Zaina Muhammad, nyuma ya kamera ni Aljawad Aziz Ali Shentembo, MC Jado. Lakini tuko sambamba na Alhaji Zuberi Mputa, mmoja ya watangazaji mahiri na bora wa Ayoma Media. Uko vizuri ndugu yangu? Alhamdulillah, niko vizuri. King. Nilikwambia lakini nakuja. Leo kuna utofauti utakwenda kuona. Umeshuhudia. Hii ndio maana halisi ya Ayoma Media, hawatabiriki. Si hatutabiriki, na ndio maana popote utatukuta. Haijalishi ni ndani ya Tanzania, haijalishi ni nje ya Tanzania, popote pale utatukuta. Na huu ndio utaratibu wetu, kwa sababu jukumu letu kuhakikisha kila ilipo taarifa yoyote ambayo tunaona unastahili kuipata mtazamaji, lazima tumfikishie. Bana, umefika hapa, vibe ni kubwa, mashabiki wamejitokeza kwa wingi. Mtazamo wako kile ambacho anakwenda kufanya Simba? Watu walikuwa na mashaka kwamba haipo Mkapa, ipo Amani. Kuna utofauti? Utofauti upo. Kuna ladha tu tofauti ya Benjamin Mkapa iliumbwa, yani ile ladha ya Benjamin Mkapa iliumbwa kivyake vyake. Utaenda uwanja wowote, lakini bado kuna ladha fulani ya Benjamin Mkapa utaikuta. Haijalishi ni ndani ya pitch, inawezekana isiwe ndani ya pitch, lakini hata nje ya pitch unakwenda kushuhudia kuna ladha ya utofauti ambayo huwa inaonekana. Benjamin Mkapa mara zote ikiwa ni siku ya mchezo, tena mchezo mkubwa mithili ya huu wa finali, kumekuwa na ladha tofauti. Utakuta mpaka watu wana uwezo wa kukesha hata siku 2 Benjamin Mkapa. Tumeshazoea na ni kawaida. Amani Stadium tunapongeza serikali ya awamu ya 8 ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa namna ambavyo wamefanya uboreshaji, na imekuwa mkombozi sasa, kwa sababu Benjamin Mkapa imepata changamoto kama hivyo. Visiwani Zanzibar kumekuwa mkombozi. Nusu finali walishuhudia hapa, na hatimaye leo finali inakwenda kupigwa hapa. Na sio tu finali, ni finali ambayo yule mwali wa kombe la shirikisho barani Afrika anakwenda kuonekana hapa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunatakiwa kujipongeza, tunatakiwa kuipongeza serikali, lakini pia hatuwezi kufanya yote bila kuipongeza Simba Sports Club, mnyama mkalo mwituni, Simba seshindika. Huyu mnyama ndiye ametufanya leo tuko hapa New Amani Complex. Kampeni yake ambayo alianza pale Libya, na bahati nzuri na mimi nilikuwepo Libya pale, tulipigwa machupa, walituzuia, tukakaa uwanjani zaidi ya masaa 2, lakini hatimaye wale wa Libya shughuli yao iliishia pale. Mnyama safari yake inakwenda kukoma hivi leo, kwa maana ya kwamba amefika mwisho wa mashindano. Kombe hili hapa, mnyama amefika, tunashukuru. Lakini cha kujipongeza pia kingine, tunayo furaha sisi vizazi hivi vimepita vizazi kwanza vya wachezaji wa mpira, kwa maana unajua zamani watu walikuwa wanacheza vizuri, wachezaji wazuri, lakini watangazaji pia wamepita wakongwe wengi. Lakini bahati hii ya kushuhudia finali kwa mara ya pili ndani ya misimu 2 tunayo sisi. Tunajipongeza na tunashukuru. Tulishuhudia finali ya kwanza Benjamin Mkapa ambayo msimu wa 2022-2023 kama sijakosea, wananchi Yanga Afrika wakicheza dhidi ya USM Alger. Pamoja na kwamba walipoteza mchezo, lakini rekodi tumeiweka. Hatujaenda mbali sana. 24-25. Yani hata mwanangu Abduli bado hajui chochote yani. Tayari babake nimeshuhudia finali nyingine ya pili. Wale walioshuhudia 93 wengine wamekuwa mpaka tunazipata nyingine. Kwa hiyo tunashukuru kwenye hilo. Tumeshuhudia finali. Kwa hiyo tunajipongeza kwenye hilo, na tunashukuru kuwa sehemu ya kizazi hiki ambacho kimeandika historia nyingine ya mpira wa Tanzania. Finali ya kwanza 22-23, finali nyingine 24-25. Kwa hiyo tunajipongeza sana kwenye hilo. Muona mnyama Simba akiingia na sura tofauti na zile ambazo aliingia dhidi ya Horoya, dhidi ya Jenda Marie na timu nyingine zote ambazo ziliwahi kufa Benjamin Mkapa. Achilia mbali kwamba hii ni finali, lakini bado tunamwamini mnyama. Na nje na kauli yangu, utaamini baada ya mchezo wa ule ambao ulichezwa Morocco kule katika uwanja wa Manispaa Berkane, kocha mwenyewe Fadlurahman Davis alisema hatujilaumu kwa nini hatukupata goli, ila wao Berkane ndio wanapaswa kujilaumu kwa nini hawakupata goli la 3. Ile ilikuwa kauli fulani kali sana ambayo kimsingi inaleta matumaini makubwa na nguvu kubwa kwa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ukitazama namna ambavyo mkuu wa benchi la ufundi, yeye ndio mwenye mamlaka ya ufundi wote wa Simba, kuanzia wameanza msimu mpaka hapa alipofikia, yeye ndio anajua ndani ya Simba yake kuna kipi ambacho huwa anakitengeneza. Amekwambia magoli 2, wale jamaa inabidi wajilaumu kwa nini hawakupata goli la 3. Kwa hiyo hivi leo tutakwenda kuona
sura ile ya mnyama yenyewe ambayo mara zote tumekuwa tukishuhudia anapohitaji jambo lake. Ili hali pia pamoja na yote tunauheshimu mchezo wa mpira wa miguu. Wakati mwingine una matokeo ya kikatili, kile ambacho hukukitarajia wakati mwingine huwa kinatokea, lakini matumaini yetu makubwa ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kuishuhudia fainali nzuri na tunamwombea mnyama afanye vizuri. Kizazi cha 93 hakikufanikiwa kuona kombe likinyanyuliwa Tanzania, lakini pia wale wa 2022-2023 sisi tunataka kutengeneza historia nyingine na tunatamani kuwa sehemu ya kizazi ambacho baadaye kitakuja kusimulia kwamba tulikwepo New Amani Complex wakati mnyama anachukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Nikushukuru sana, tuendelee kupiga kazi. Karibu sana. Huyu ni Alhaji. Everybody. It's not for everybody. Kwani kuna watu wajaji? Tukutane baadaye. Ni Alhaji Zuberi Mputa, mmoja wa watangazaji ambao wanafanya vizuri, lakini ni mtangazaji pia wa Ayoma Media. Nyuma ya kamera ni Jadu. Naitwa Zaina Muhammad, endelea kusalia nasi mpaka mwisho wa fainali hii hapa Zanzibar.